Kuna hizi sifa 4 ukiwa nazo, fahamu kabisa nyota yako ni kali sana, usipuuze. Na leo nazungumza juu ya kitu kinachoitwa nyota. Nyota ni kitu kipo. Usidanganywe na mtu eti hamna nyota, sijui nyota sio kweli, nyota ni za washirikina. No. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3, anasema maneno haya aliyosema ni yule mwenye nyota 7 na roho 7 za Mungu. Alafu anaelezea majina ya watu ambao wameandikiwa kuwa wako hai lakini wamekufa. Nyota zao zimechukuliwa, wapo kama hawapo. Sasa ziko hizi dalili 4. Kama unazo, maana yake nyota yako ni kali, shtuka. Kuna watu wanaweza wakaitumia bila wewe kupata faida nayo. Sifa ya kwanza, unakuwa unachukiwa na watu bila sababu ya msingi. Unaweza ukawa umemsaidia mtu, umejitoa kabisa, ni ndugu yako, ni rafiki, lakini nafika kipindi anakuchukia, anainuka kuwa adui yako bila wewe mwenyewe kujua. Sasa shida ni nini? Hiyo inakuwa ni mtu mwenye dalili ya nyota kali sana. Utaniuliza swali, Pastor Mbasha, umejuaje sasa hayo? Mbona tunachukiwa bila sababu? Muangalie Yusufu. Yusufu alipoota ndoto ya kwamba nyota, mwezi na jua, angalia kilichotokea. Ndugu zake Yusufu walimgeuka, walimshika Yusufu, wakamtupa kwenye shimo, wakamuuza utumwani. Chuki zisizokuwa na sababu. Angalia, hakuwalia chakula, hakuwatukana, hakugombana nao, ila kwa sababu ya ndoto yake ya nyota. Utasema yule ni Yusufu. Basi angalia nyota iliyoonekana ya Yesu. Kina mamajusi walipoiona, nini kilitokea? Watoto wote chini ya miaka 2 waliuliwa na Herode. Kwa nini? Kwa sababu ya nyota imeonekana. Ukiwa na nyota kali, sio ajabu sana kuchukiwa na watu bila sababu. Sio ajabu sana kusemwa na watu mambo mabaya pasipo sababu. Anza kuelewa kwamba nina nyota kali, ndio maana haya yote yananipata. Sifa ya pili, yani unakuwa na ndoto, unaota ndoto kubwa kubwa. Leo unaota uko na rais, kesho na waziri mkuu, mara umekaa kwenye kikao na watu wakubwa, unaota umejenga nyumba nzuri ghorofa, unamiliki magari, unaota uko na hela nyingi, maburungutu, vitita na vitita. Alafu ukiamka unakuta tu maisha yako ni ya kawaida sana. Mimi hapa mwenye hayo maarifa ya ndoto nakwambia, wewe sio mtu wa kawaida, una nyota kubwa, shtuka. Kuna watu wanaitumia. Ukiota umekusanya fedha kwenye mfuko wa lambo umejaa, kwenye begi limejaa, ni za kwako. Shtuka, kuna watu unakusanyia fedha kwenye ulimwengu wa roho. Nyota yako ni kali, anza kuiactivate. Kuna maombi tafundisha jinsi ya kuomba, na nyota yako utaanza kuionea faida. Dalili ya 3, wewe unakuwa na utiisho. Utiisho maana yake, kuna mtu anaweza kaa ana chuki na wewe, amesema leo nikimwona fulani, leo tunaamsha, leo lazima nigombane naye, ila ukiingia wewe anashuka chini, anakuwa mpole. Ule utiisho maana yake, unaweza ukawa upo katikati ya watu wanataka wakusikilize wewe unaongea kitu gani. Yani ni mtu ambaye ukiongea watu wanafanya, ukiongea watu wanakusikia, hautumii nguvu nyingi sana, hata kama hauna elimu, lakini ukiongea watu wenyewe wanaona aliyeongea ni mtu fulani. Hiyo sio nguvu ya kawaida, hiyo sio elimu, huo ni uweza wa nyota ambayo Mungu amekupa. Ukishajiona hivyo tu, unaingia kwenye familia, unaongea, familia inakusikiliza wewe, sio kwa sababu una channel za hela. Nyota yako ndio kitu ambacho kinafanya watu wakusikilize. Dalili ya 4 na ya mwisho, hii ndio hatari kabisa. Yani ni babu kubwa. Unajikuta una mvuto mbele za watu, yani watu wanakukubali, wanakupenda. Na kipimo cha kwanza kidogo ni kwenye mahusiano yako. Unakuta ulishaachana na Saidi, ila Saidi imepita miaka 10 bado anakutafuta. Sio kwa sababu ya uzuri ulionao, sio kwa sababu ya mambo fulani ulifanya. Nyota yako, ukiwa na nyota nzuri, unakuwa na mvuto wa ajabu. Watu wanakufurahia, watu wanakupenda. Yani mtu akikuona hivi, unaweza kutoka hapa paka pale, wamesha kusimamisha watu zaidi ya 6. Sio kwamba wewe ni mbwa, no. Ni kile kitu ulichonacho ndani yako. Nyota inaweza sababisha kupendwa sana.
Angalia watu wenye nyota wengi sana huwa wana mashabiki, wana wafuasi, wana watu wanaowapenda. Mtu yuko tayari, labda tuchukulie Cristiano Ronaldo yuko uwanjani, mtu anakimbizwa na maaskari, anakimbia ili mradi tu akamguse, yani afarijike. Wewe huwezi kufikiria huo ni upendo wa kawaida. Sio wa kawaida. Ile ni nyota ya mtu, inavuta watu, wanampenda kuliko kawaida. Na ukiwa na nyota kali, kama wewe ni mwimbaji, unaweza ukaingia hivi mahali, alafu watu wote wakaanza kububujika, wakagaragara. Sio wewe, sio nyimbo zako, ni kile kitu Mungu amekiweka ndani yako. Na leo hii kwa sababu amesema maneno hayo, ni yule mwenye nyota 7, na amesema una jina la kuwa uko hai lakini umekufa. Mimi ninatamka kwa jina la Yesu aliye hai, jina lako lirudi kuwa hai, na nyota yako ikaangaze katikati ya mataifa, na nuru yako ikaangaze, na uweza wa nyota yako uanze kuwa upya. Kama unaamini, nisaidie kucomment hapa amen, napokea nyota yangu, alafu utaona kitu Mungu anafanya. Mwaka 2026 nyota yako ikaangaze. Amen. Nimetamka.